mali yake mwenyewe, ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume. Kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro. Mtu huyo alikuwa na shamba, akaliuza, akaileta fedha, akaiweka miguuni pa mitume. Bwana asifiwe. Amina. Maandiko yanatuonyesha jinsi ukarimu ulivyokuwa wakati wa mitume. Na jana tulikuwa na somo lililokuwa linazungumzia habari ya kuwatunza na kuwajali wale watu waliosahaulika. Jana tuliona watu waliosahaulika ni watu ambao wana sifa ya kuitwa walio wadogo. Na tuliona kwamba kwa nini wanaitwa walio wadogo? Ni kwa sababu hawana sifa, wanadharaulika katika jamii. Wamesahaulika kwa maana ya kwamba hawafai kwa chochote katika jamii. Na kwa hiyo watu hao wanapaswa kutunzwa na kuangaliwa kwa ukaribu sana. Na kwenye Biblia kimsingi, miongoni mwa vitu ambavyo sikuvisema jana, Biblia ukisoma yote kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo utagundua kulikuwa na makundi ya watu ambao hawajaliwi. Kwa mfano, kundi la watu ambao walikuwa wametupiliwa mbali kabisa na Israeli ni watu wa mataifa. Waisraeli hawakutaka kujichanganya na wale watu kwa sababu walikuwa wanaona, hata siku ile Yesu yule mama Mkananayo yule sura ya 15 ya Mathayo alipoleta mtoto wake akiwa na pepo ili amwombee, akasema mimi siwezi kukitoa chakula changu kwa mtu gani? Mbwa. Siwezi kukitoa chakula cha watoto kumpatia mbwa. Yule mama akamsihi sana, baadaye Yesu akamwangalia na yule mtoto akapona. Lakini kundi lingine lilikuwa ni la watoza ushuru. Yesu alipoanza kushughulika na watoza ushuru ambao walikuwa wamekataliwa, wametupwa huko, wamesahauliwa, wale Mafarisayo na Masadukayo na waandishi wakawa nasema, huyu anakula na kunywa na watu gani? Walikuwa wanawaita watu gani? Wenye dhambi, watoza ushuru. Naona. Lakini pia ukisoma vizuri Biblia, kwa mfano kwenye Matendo sura ile ya 6, wakati Roho wa Mungu alipoliongoza kanisa kwa ajili ya kuleta kundi lingine la maofisa wa kanisa ambao ni mashemasi, neno la Mungu linasema ukisoma Matendo 6 mstari wa kwanza na wa pili, hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Naona wajane walisahauliwa, miongoni mwa kundi ambao limesahaulika miaka mingi. Lakini pia
Ukisoma vizuri Biblia utagundua ya kwamba makundi haya yalipokuwa yakisahaulika, Mungu alitengeneza njia ya kuwafikia. Vivyo hivyo hata sisi leo, kama kuna watu tumewasahau, ni wahitaji ambao Yesu anawasema, mlivyowatendea hawa walio wadogo mlinitendea mimi. Na tuliona kwa nini tunapaswa kuwajali, kwa sababu anamwakilisha yeye mwenyewe aliye maskini. Na nisome fungu moja ambalo litakusaidia pia kukupa nguvu leo. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 17, neno la Bwana linasema, waraka wa kwanza wa Yohana 3:17 anasema, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Anauliza swali Yohana. Wewe una mahitaji ya kutosha kabisa, unamwona mtu ambaye ana uhitaji lakini haumjali. Hii inaonyesha kwamba hakuna upendo ndani yake, na kama unamtangaza Yesu basi pengine Yesu unamtangaza tu bure. Naona. Kwa hiyo lazima tujihadhari sana kuwahudumia wenzetu ambao hawana mahitaji ya kutosha. Sasa somo letu la leo linasema habari ya kufanya ukarimu wa kipekee. Ukiangalia hizo aya tulizozisoma za Matendo sura hiyo ya 4 mstari wa 32 hadi 37, utagundua ya kwamba mitume au wanafunzi waliotokana na mitume baada ya kuihubiri Injili, baada ya Roho Mtakatifu kushuka, walijawa ukarimu usiokuwa wa kawaida. Mtu ana nyumba anaiuza, anaileta miguuni pa nani? Jamani, miguuni pa nani? Yes. Pa mitume. Ana shamba anaenda kuliuza, analeta hizo fedha miguuni pa mitume. Kwa kila kitu alichokuwa nacho mtu alikileta. Hiyo roho leo hii imeenda wapi? Maana anasema walikuwa na moyo mmoja na roho ngapi? Moja. Unajua watu wakiwa na roho moja na moyo mmoja watakuwa nafanya mambo kama mtu mungapi? Kwa mfano ukisoma Waamuzi sura ile ya 20, hebu usome Waamuzi sura ile ya 20, Waamuzi sura ya 20 mstari ule wa kwanza, tujifunze kitu hapo. Hata Agano la Kale watu walikuwa na roho hiyo hiyo moja, kila kitu wanafanya kwa umoja. Waamuzi 20 mstari wa kwanza anasemaje? Waamuzi 20 mstari wa kwanza anasema, Biblia inasema, ndipo wana wa Israeli walipotoka na mkutano ukakutanika kama mtu mmoja. Jamani, kama mtu mungapi? Mmoja. Kama mtu mungapi? Mmoja. Yaani walipokutanika kwenye mikutano walikuwa nakutanika kama mtu mmoja. Kutoka Dani hata Beersheba. Komea tu hapo. Hebu nenda Nehemia 8 mstari wa kwanza. Hiyo kama mtu mmoja imetajwa mara nyingi sana kwenye Biblia. Ifike mahala wapendwa, kila tunachokipanga tukipange kama mtu mungapi? Ukienda kwenye majeshi wale wanaopiga wanaopiga kwata, wakiambiwa kulia geuka, huwa wanageuka wote kila mmoja anavyojua? Hapana. Wewe geuka tu unavyojua uone utakachokupata. Kwa wanageuka kama mtu mmoja. Wakigeuka hivi wote ni hivi. Wakiambiwa kushoto geuka, wanageuka wote. Yaani kama mtu mmoja anageuka. Soma hapo Nehemia 8 mstari wa kwanza. Nehemia 8 mstari wa kwanza, Biblia inasema, na watu wote wakakusanyika kama mtu mmoja katika uwanja uliokuwa mbele ya lango la mji. Watu wote wakakusanyika kama mtu mungapi? Mmoja. Katika nini? Lango la mji. Na hapo hiyo sura inazungumzia habari ya mikutano ya makambi au sikukuu ya vibanda wakati wa Agano la Kale. Soma vizuri utagundua hivyo. Watu wanakuja kama mtu mmoja. Sisi leo hii tumebanwa sana na majukumu. Hatukutani kama mtu mungapi? Mmoja.
Wewe itisha baraza kama utawaona watu wamekuja kwa kama mtu mmoja. Umesema saa 2, kila mmoja na saa yake. Siku 10 za maombi ndio hivyo. Tuna juma la maombi ndio hivyo. Siku ya Sabato ndio hivyo. Kuna mtawanyiko usio kwa wa kawaida. Hii inatuonyesha kwamba kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ambayo alipaswa aifanye wakati huu na ambayo anahimiza sasa iweze kufanyika haijafikia katika kiwango anachohitaji. Wewe nenda kaangalie namna ambavyo watu wanaishi kwenye ndoa. Umoja haupo. Kila mtu ana kafurushi kake, ana kagudulia kake ka uchumi. Baba au mama hajui kabisa mshahara wa mume wake. Ni kweli ama sio kweli? Inawezekana sio huku, maana mimi huku bado ni mgeni, lakini kule nilikotoka kuna mama mmoja alikuja anasema, mchungaji, mimi sijui mshahara wa mume wangu. Nakuta mwanamume amejenga nyumba au amenunua viwanja au amefanya mambo mengine ya maendeleo ya uchumi, lakini mke wake hajui. Wanawake vivyo hivyo, na wao wana mambo ya mafichoni. Sasa ikiwa tu wewe na mume wako na mke wako hamna vitu shirika, maana hapa ametumia neno walivileta hivyo vitu anasema walivileta miguuni pa mitume, wakaweka vitu vyote kuwa nini? Shirika. Ikiwa ushirika tu haunao kati ya mwenzi wako uliye naye, ambaye tena Biblia inasema unalala juu ya kifua chake, alalaye juu ya kifua chako, hauna shirika naye, aliyetoka ubavuni, hamfanyi vitu vyote shirika, utawezaje kuamini fundisho hili ambalo linaletwa na mitume kwamba walifanya vitu vyote shirika? Mali walileta mali, wakauza mashamba na nyumba, wakavileta mbele za mitume, kuweka miguuni pa mitume na kuvifanya kuwa shirika. Unawezaje kuamini kwamba wakati umefika Mungu anahitaji tuwe na umoja na tuwe na vitu shirika? Ni ngumu sana. Ikiwa tu nyumbani kwako umeshindwa kuwa na ushirika na mke wako na mume wako, kila mtu ana kampuni yake, ni ngumu sana. Wanaume wangapi ambao waenzi wao wanawashirikisha katika, wanajua mishahara au mapato walionao? Wanyoshe mikono. Wanaume hakuna hata mmoja. Nimewakamata. Wanawake wangapi ambao waume zao ni waaminifu mno, wanawashirikisha katika kila kitu? Haleluya. 2 tu kati ya wanawake 70 waliopo. Sasa hii ni dalili sio nzuri. Dalili sio nzuri. Ningekuwa nafundisha habari ya kaya na familia hapa, ningewasomea ile nukuu iliyoko kwenye kitabu cha Kutayarisha Njia inayozungumza habari ya mambo ya fedha. Inasema ya kwamba mwanamume katika kila pato analolipata anapasa ampatie mwenzi wake hela. Tena kama ana pato la kila wiki ampatie fedha, ambazo hizo fedha amwacha azitumie kama anavyoona yeye, bila kuuliza ulizitumiaje. Niliwahi kuwasomea, nilikuwa nafundisha kwenye makambi mahali fulani, wanaume wakaja juu wakasema, pastor, unataka kutuharibia ndoa. Kwa sababu walikuwa ni watu wanaoficha mambo. Kwa hiyo hapa ninachokizungumza, wapendwa, ni hivi: kanisa la Mungu la wakati wa mwisho linapaswa kuweka mali zote kwa shirika. Maana yake ni nini? Sikiliza hapa nisome, labda hii nukuu utaweza kuelewa. Hata anasema hivi: kwa kanisa la mitume katika siku hizo za mwangaza, ambapo utukufu wa Kristo aliye hai ulikuwa juu yao, imeandikwa kwamba hakuna mtu aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe,
wala hakukuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Na siku zote kwa moyo mmoja ikawa juu yao wote, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate. Anasema tafuta mbinguni na duniani, na hakuna ukweli uliofunuliwa kwa nguvu zaidi kuliko ule uliooneshwa katika matendo ya huruma kwa wale wanaohitaji huruma na msaada wetu. Huu ndio ukweli kama ulivyofunuliwa katika Yesu. Wale walioshuhudia jina la Kristo wanapofuata kanuni ya msingi, nguvu hiyo itafuatana na Injili kama katika nyakati za mitume. Anasema ukarimu huu kwa upande wa waumini yalikuwa ni matokeo ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Walioiongokea Injili walikuwa na moyo mmoja na nia moja. Jambo moja waliokuwa wanalipenda ndio lililokuwa linawasukuma mafanikio ya utume waliokuwa wamekabidhiwa, na moyo wa tamaa haukuwa na nafasi maishani mwao. Upendo kwa ndugu zao na kwa kusudi waliokuwa wanaliunga mkono lilikuwa kubwa kuliko kupenda pesa na mali. Kazi zao zilikuwa zinashuhudia kwamba walikuwa wanaziona roho za watu kuwa zenye thamani kuliko utajiri wa dunia hii. Bwana apewe sifa sana. Ndicho kilichokuwa kinawasukuma. Ndivyo itakavyokuwa endapo Roho wa Mungu ataruhusiwa kutawala maisha ya mtu. Wale waliojawa na mioyoni mwao na upendo wa Kristo wataufuata mfano wake yeye aliyekuwa maskini kwa ajili yetu, ili kwa njia ya umaskini wake sisi tufanywe matajiri. Fedha na muda na mvuto ni vipawa walivyovipokea mikononi mwa Mungu. Watavithamini tu kama njia ya kuendeleza kazi ya Injili. Ndivyo ilivyokuwa wakati wa kanisa la awali, na pale itakapoonekana katika kanisa la sasa kwamba kwa nguvu za Roho waumini wahamishe upendo kutoka kwa vitu vya dunia na wawe tayari kujitoa ili wanadamu wenzao waisikie Injili. Ukweli utakaokuwa unahubiriwa utakuwa na mvuto wenye nguvu kwa watakaokuwa wanahusika. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha namna ambavyo wenzetu walivyokuwa wameshikamana. Sasa hivi kanisa lina ukame na uhaba mkubwa sana wa fedha kwa ajili ya kupeleka Injili. Inapotokea mikutano kama hii ya net event, kuna net event ya wapi ile? Ni ya wapi? Ya Njombe. Unaona, mnaanza kukuna vichwa, yani mnawaza tufanyeje, lakini watu wana mali ziko huko, zinaoza. Kuna watu wamejaliwa wana mali nyingi kabisa, hata wameshindwa wazipeleke wapi. Zinapotelea, wengine tu wanazitumia kwenye anasa tu za maisha ya kawaida. Nakuta mtu anaenda, kuna daktari mmoja tulikuwa kwenye effort fulani, alikuwa amekuja pale kwa ajili ya masomo ya afya. Akasema siku moja bosi wetu aliwahi kutuchukua na kutupeleka mahali, kututoa out wafanyakazi. Hiyo ni daktari alikuwa anasema, akatuchukua akatupeleka mahali fulani kwenda kula na kutembea. Sema kaenda kwenye hoteli moja. Ile hoteli yani mlo mmoja tu ni hela nyingi. Mlo yani msosi tu mmoja, sahani moja zaidi ya 100,000. Mtu mungapi? Moja. Sasa akawa anasema yani nilikuwa naona kwamba ni hatia kubwa sana. Yani mmeenda kula chakula tu kimoja, tena ni sahani, yani ni ule wali ambao hata wewe nyumbani unaweza kaupika au chakula kingine chochote. Lakini unatoka pale yani mabilioni yametoka. Kwa sababu ameona kwamba hawa watu nikiwatoa nje
enda kuburudika. Ni vizuri kutoka nje, ni vizuri kutoka nje, hata wewe kuitoa familia yako out kwenda kwenye matembezi ya kawaida, lakini angalia hizo gharama unazozitumia. Wakati fulani unaweza ukatumia fedha ukajiuliza, hivi ni kwa nini nimeitumia hii fedha kwa vitu ambavyo ni nonsense, yaani havina mantiki yoyote. Ningeipeleka fedha hii kwa kanisa ikatumike. Wakati fulani Yesu anapotaka kutumia fedha, shetani huwa analeta vishawishi vingi, analeta maradhi, analeta dharura zingine ambazo haziko kwenye msingi, ili tu kanisa lake au injili yake isiweze kupelekwa. Mfuko ukosekane, fedha za kutosha za kupeleka injili zikosekane. Angalia wachungaji wanavyosoma kwa shida. Ungekuwa unaenda kwenye vyuo vya kanisa kama kule Bugema na kule University of Arusha, wachungaji wanasoma kwa muda mrefu, wengine wanaishia njiani, wanashindwa, wanarudi kwenye mashamba na wana wito wa kazi. Lakini washiriki wengi waliobarikiwa fedha wanazo, lakini jaribu kumwambia unaozesha mtoto, kuna harusi. Ni rahisi sana fedha mtu kuitoa kama una mchango wa harusi. Wengine hata ikitokea mtu anaumwa kabisa na ugonjwa mgumu unaohitaji msaada wa mtu ana fedha, ukimwomba, bwana, nimeuguliwa, ninatakiwa milioni ngapi nikatoe ili huyu mtu aweze kupewa, labda kama ni operation au ni nini, watu ni wagumu sana, ngoja afariki. Akifariki ndio unaona sasa watu wanatoa 500,000. Jamani, hayo yapo hayapo? Yesu anasema tuwahudumie watu wakiwa hai. Wewe mama yako anahangaika au baba yako anahangaika, bado yuko hai, bado unamuona, eti akifariki ndio unajitutumua sasa. Yaani kupata tu hata ile hela ya kumpeleka tu hospitali kwenda kupima ulikosa, lakini akishafariki ndio unajionyesha kuwa ni mtu mkarimu. Unaona? Siku za mwisho pametabiriwa watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wenye kupenda anasa kuliko kumpenda nani? Mungu. Mambo ya kujiburudisha, kuvaa, kula na kunywa na mitoko. Lakini mwambie habari ya Injili. Mwambie tu, mtu wa Mungu, wewe naamini nikikuangalia hivi una uwezo wa kuwa na kituo hapo kwenye hii stendi hapa. Unaweza ukanunua dishi na king'amuzi na projector ukaweka kituo hapo cha kwako, na tukatafuta vijana hapa kanisani wakasimamia kituo. Anakwambia, mtu wa Mungu, mambo yangu sio mazuri, sina nini, lakini ukiangalia pesa, mikondo ya fedha yake inavyokwenda, inakwenda kwenye vitu ambavyo ni vya muda sana, ambavyo havijengi kabisa ufalme, ni vya muda mfupi, mambo ya wakati wa sasa. Kwa watu wa Mungu tutahukumiwa kwa kutumia vibaya fedha zetu, lakini fedha zetu kwa asilimia kubwa tulipaswa tuvielekeze kwa kazi ya Kristo, kama ambavyo Yesu ameelekeza. Yesu katika mafundisho yake mengi alitoa mifano ya watu wenye mali, watu wenye fedha. Kuna mtu mmoja katika kitabu kile cha Luka anasema yeye alijikusanyia mali nyingi sana. Baadaye alipotazama maghala yake yamejaa, akasema, sasa moyo wangu na ule na kufurahi. Lakini andiko linasema Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanaitaka nini? Roho yako. Kwa wakati fulani tunajiwekea akiba, lakini hatujui ni nani atatumia. Umejinyima mambo mengi. Ni sawa na hili fungu hili. Hebu fungua nami kitabu kile cha Mhubiri sura ile ya kuanzia sura ile ya 4. Mhubiri sura ile ya 4. Somaji utatusomea hapo. Sura ya 4 mstari wa 29, tusoma hapo. Mhubiri sura ile ya 4 mstari wa 19 nasema, tena kwa habari za kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi. Jamaa amempa nini? Tuko wote hapo. Wangapi tuko pamoja?
Ni Mhubiri sura ile ya 4 mstari ule wa 19. Anasema tena, kwa habari za kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi. Wale wanaosema ya kwamba mali zinatoka kwa Freemason, mali haitoki kwa Freemason wala kwa mganga wa kienyeji. Hata wale wanaoenda kupigiwa ramuli na kupewa masharti baadaye wanakuwa matajiri, mali haijawahi kutoka kwa shetani. Andiko linatuambia mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi, akamwezesha kula katika hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia mali yake, hiyo ndiyo karama ya Mungu. Kwa kuwa mtu hatazikumbuka mno siku za maisha yake, kwa sababu Mungu humtakabali katika furaha ya moyo wake. Sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2 anasema, kuna baa nililoliona mimi chini ya jua, nalo linawalemea wanadamu kwa uzito. Mtu aliyepewa na Mungu nini? Mali na ukwasi na heshima, hata asipungukiwe na kitu chochote kwa nafsi yake katika yote anayotamani. Walakini Mungu hamwezeshi kufanyaje? Kula katika hizo. Jamani, hamwezeshi kufanyaje? Kula katika hizo. Kula katika hizo, bali mgeni hula. Unaona, hayo ndiyo ubatili hasa, nayo ni ugonjwa mbaya. Mungu mwenyewe hatumii, wewe mwenyewe hutumii. Mwishowe tu anapokuja mgeni ndipo anatumia. Hilo nalo anasema ni balaa ambalo mtumishi huyu aliliona. Unajua kuna watu, nakumbuka enzi hizo katika maisha yetu ya kijijini, nilikuwa nikishuhudia, unakuta kwenye familia kuna vitu ambavyo vimenunuliwa kwa ajili ya wageni tu. Kwa mfano, akija mgeni ndio anachinjiwa mbuzi, lakini asipokuja mgeni mtakuwa mnakula mlenda mwanzo mwisho. Au maisha wangapi wameyaishi au wameyashuhudia kule kijijini kule kwetu kule, sijajua kwenye jamii nyingine. Yaani unakuta mtu ni tajiri kabisa wa ng'ombe, mbuzi na kondoo, lakini eti kuchinja ng'ombe ili familia ile mpaka mgeni afanyeje? Aje. Au tena siku hiyo sasa mama naye ana vyombo vyake kwenye kabati ambavyo vimesubiri mgeni. Siku zote watu wanatumia vyombo vile vilivyochoka vyenye ngeo. Ngeo vimepasuka pasuka. Kwa watu wanatumia mle, vimesubiri mgeni. Sasa maisha ya hivyo Mungu anaya discourage sana. Kwa hiyo mtu aliyezaliwa duniani akamwamini Yesu, anapaswa mali ambazo Bwana amempatia azifurahie yeye, na Mungu pia apate sehemu ya mali hizo